Pambana na adui yako sasa. Unamjua adui yako? Hebu njoo. Njoo nikuonyeshe adui yako. Huyu ni adui yangu namba moja. Huyu ni adui yangu namba moja. Unajua, kila siku unajiangalia kwenye kioo. Hasa yule ambaye unamwona kwenye kioo ndio adui yako namba moja. Adui namba moja wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Ngoja nikupe kisa kimoja. Siku moja, kipindi tunasoma, kuna kijana mmoja alipewa shilingi 20,000 na babake. Akazichange zikawa shilingi 200, akaziweka kwenye trunka. Kila siku alikuwa anaenda anaingiza mkono, anachukua zile hela, anazitumia. Kuna siku alivyoenda kuingiza mkono, akakuta hamna kitu. Akasema mimi nimeibiwa. Akaenda kwa patron. Mimi niliweka hela yangu bwenini, lakini kwa bahati mbaya nimeibiwa. Patron akamuuliza umeibiwa shilingi ngapi? Akasema mimi niliweka shilingi 20,000. Akamuuliza hiyo 20,000 ilikuwa ya note, yani 10,000 mbili au ilikuwaje? Akasema ilikuwa ni coin za shilingi 200. Wewe umeibiwa shilingi ngapi? Yeye akasema sijui. Wewe umetumia shilingi ngapi? Akasema sijui. Patron akamwambia, kijana, kaa chini, tulia. Hela hii umeitumia wewe mwenyewe. Sasa hebu jaribu kuona hapo. Hapo mwizi ni nani? Mwizi ni yeye mwenyewe, kwa sababu alikuwa anatumia ile hela bila kufanya mahesabu. Anaingiza mkono, anachukua, anatumia, anachukua, anatumia. Baada ya kuisha anashangaa. Anasema mimi nimeibiwa. Nani kamuibia sasa hapo? Ni yeye mwenyewe. Ndio maana nakwambia adui namba moja katika maisha yako ni wewe mwenyewe. Nataka nikupe kisa kingine. Siku moja mfanyakazi mwenzangu alinifuata akaniambia, Amoni bwana, mimi naona kuna kitu mimi sielewi. Nadhani nimerogwa. Nikasema umerogwa ndugu yangu? Sasa nikasema hebu nisaidie simu yako. Akanipa simu yake. Baada ya kunipa simu yake, nikamuuliza tena, unasema umerogwa kwa nini? Akasema kwamba yeye akipata hela zake hazionekani. Yaani akipata hela zake yeye hazioni hela zake. Yaani hela anazipata lakini baada ya muda mfupi zinakuwa zimeisha. Nikamwambia ndugu yangu, hebu nisaidie simu yako. Akanipa simu yake. Nikachukua nikascroll ile simu. Nikaona kuna application za kubeti zimejaa kwenye simu. Nikajaribu kuingia kwenye my bets. Nikaona hela ambazo umetumia kubeti kwa mwezi mzima zinafika 600,000. Nikamuuliza ndugu yangu, kwani wewe mshahara wako ni shilingi ngapi? Akaniambia mshahara wake ni 300,000. Sasa nikajiuliza hizi 300,000 zingine ambazo huyu mtu amebetia amezitoa wapi? Kumbe mtu huyu anafanya matumizi ambayo yanazidi kipato chake. Sasa unaweza kuona katika mazingira kama hayo. Yeye anasema kwamba yeye amerogwa, hela zake hazionekane. Kumbe hela zake zote anakula kanji zake. Sasa nikuulize ndugu yangu, hapo nani ambaye amekuroga wewe? Ni wewe mwenyewe. Na ndio maana nakwambia yule ambaye unamuona kwenye kioo, yule ndio adui yako namba moja. Hivyo basi, kabla hujaanza kupambana na external factors, sababu zingine, visababishi vya ugumu wa maisha yako vya nje, pambana kwanza na tabia yako wewe mwenyewe. Kwa sababu adui namba moja katika maisha yako ni wewe mwenyewe. Yule ambaye unamuona kwenye kioo ndio adui yako namba moja. Pambana na yule kwanza. Kabla hujaanza kutafuta sababu za nje, rekebisha kwanza tabia zako. Kaa chini. Umerogwa, hela zinaisha, kaa chini, andika. Hela ikitumika andika, ikitumika andika, afu baadaye uje uniambie umerogwa. Pambana na adui yako. Pambana na adui yako sasa.